Nina miezi 2 sasa tangu nihamie kwenye huu mtaa. Lakini toka nilivyohamia sije kuona chizi wa aina yoyote. Leo wakati naenda kufanya manunuzi nikamwona mdada. Lakini kama chizi, yani ni alikuwa amechizika. Kilichonifanya nimsogelee ni zile nywele. Alikuwa anaonekana ni chizi mpya. Naitwa DMD, ni kijana mstaarabu sana. Mpenda dini na mtu anayetamani sana amani na ni mwenye huruma. Ikabidi nimsaidie yule mdada kwa kumchukulia hata mkate. Lakini sikuishia hapo. Nikaona kama vile sio chizi sana kwa sababu kuna maneno mengine yalikuwa anaongea yanaeleweka. Nitamani sana niende nyumbani. Nilihangaika naye pale, mwisho siku akakubali. Hivyo hivyo kiugumu kwa kumdanganya. Unaweza ukahisi labda lengo langu baya, hapana. Tukafika nyumbani kwa kuhangaika sana. Ikabidi nimpeleke moja kwa moja bafuni kumuogesha. At least kesho yake alikuwa vizuri na nikafanikiwa kumpeleka kanisani. Kanisa ambalo naabudia mimi. Nikamfanyia maombi sana, mwisho siku akawa vizuri kabisa, akapona. Na mambo yakawa hivi. And I met you by chance. Sikujua you'll be my one. And I hate to admit, baby, unanichizisha kweli. The way she moves, I swear mate yanidondoka mimi. Akicheka na feel so wild, oh my baby. Dress code on point, figure 90 and I want to explore. And my eyes can't avoid pretty face dressed in that mini. Ooh, she mine, I swear, hadi mimi siamini. Alipona na alikuwa sawa. Nilimuuliza nini shida, alisema alikuwa anachanganyikiwa sana na mahusiano yake ya kimapenzi, ndio alimpelekea akawa chizi. Then nilifanikiwa kumponesha na tukawa kama wapenzi. Na lengo langu nilitaka mwisho wa siku aje kuwa mke wangu. Lakini ninapofikiria kumbe sivyo. Na kosa kubwa ambalo nilifanya, sikuwahi kumwambia kama nampenda. Lakini nilihisi kwa sababu nimemsaidia atakubali tu. Leo wakati tunacheza akaniomba simu. Nilimpatia simu nikijua anataka kuongea labda na mmoja kati ya ndugu zake kwa sababu hamna ndugu yake au mtu wake yoyote wa karibu anayejua kama niko naye. Lakini wakati anaongea na huyo mtu nilisikia vitu vya ajabu, lakini sikutilia manani sana. Kesho yake ilipendeza sana baada ya kumgaramikia hiyo nguo. Nilifanya kila kitu kwa ajili yake. Wakati tunacheza odi ikagongwa. Nikajua ni mgeni wake, ikabidi niende kumfungulia. Baby, mambo. Poa, mambo. Karibu. Tunaweza tukaongelea hapo? Hapana. No, njoo tuongelee hapo. Alikuwa ni mpenzi wangu aisee. Situation hiyo hata ungekuwa wewe ungisi tu. Akaondoka, hataki kusikia chochote. Mimi nikasema nikarudi. Nikampoza nikasema hata kama ameondoka huyu, sababaki huyu. Nikawa ni mtu mwenye stress ghafla kwa sababu nilikuwa nampenda pia. Lakini nimempoteza kwa sababu ya huyu. Ghafla akafika mgeni wake. The way walivyokumbatiana, nilishangaa sana. Alafu akasema, DMD, najua umepata mgeni wangu. Huyu hapa ni boyfriend wangu. Anaitwa King Makoto. King Makoto. Huyu hapa ni kama kakaangu, ndugu yangu. Yaani ni mtu aliyenisaidia kipindi cha matatizo. Alikuja kwangu amechoka, maneno yanamtoka. Alikuja kwangu mbaya hali, mateso alipotoka.